Stari kafanya nini? Uko tayari ndugu yangu? Yes, siku hizi demands pita zangu, demands maofisini zimekuwa nyingi sana. Na hao watu wazima ambao ndio HR au watu mbalimbali wanaongea kwamba bwana, siku hizi vijana wana demand, si kwenye taasisi kubwa, si kwenye taasisi ndogo. Kwamba miaka ya zamani wao wakipewa mshahara 50 laki, miaka 80 mtu yani poa, yani anaipokea kama ilivyo maisha yanaenda mbele, si kwa sababu ya uvumilivu au nini. Lakini sasa hivi vijana tunaingia maofisini tukiwa na demands, mshahara mzuri, bima ya afya nzuri, maradhi mazuri, everything is good. Sasa na hata mishahara yetu unaona kuanzia mtu unaweza kaogopa. Kijana milioni 3, 4, 5 hizo. So wewe kwa mtazamo wako unalionaje hili swala? Yani your difference with everything, what una inputs gani kwenye mtazamo wako? Mimi nafikiri ni kwanza sababu zinazopelekea hilo jambo, kabla sijatoa ushauri, ni kwamba sasa hivi awareness imekuwa kubwa sana. Kwa maana ya kwamba taarifa zimekuwa nyingi sana. Kwa hiyo kunapokuwa na taarifa nyingi, watu wana compare notes tunasema. Yani umeshajua sehemu fulani wanalipwa kiasi fulani, sehemu fulani wanalipwa kiasi fulani. Zamani watu walikuwa wanaenda kwenye interviews blindly. Si watoto wa siku hizi. Watoto wa siku hizi wako kwenye information age. Kwa hiyo anaenda kwenye kampuni, kashaisoma hiyo kampuni, inawezekana kashafanya naye utafiti wake, kajua hiyo position wanalipwa shilingi ngapi, kashajua kampuni ya ushindani wanalipa shilingi ngapi, marupurupu ni nini. Kwa hiyo akija ako well informed. Na hilo linapelekea kwamba mtu akija anakuja na facts on the table, tayari yeye demands on the table. Lakini wasichokijua pia, huu ni upande wa pili wa shilingi. Tuko kwenye mazingira ambayo ajira ni changamoto. Na inawezekana itaendelea hivyo kwa muda kidogo. Kwa hiyo unapopata offer, you're very lucky. Una bahati sana. Inawezekana hiyo offer isikufikie kwa nafasi ya pili au second chance. Kwa nini? Kwa sababu ajira zimekuwa chache, kwa sababu ambazo ziko nyingi sana huko nyuma, inawezekana muda hautoshi. Lakini kwa kifupi, maongezeko ya sayansi na teknolojia, utandawazi, idadi ya wasomi, hizo zote zinachangia pawepo na upungufu wa ajira. Kwa hiyo ikitokea chance, you are lucky. Sasa kuleta demands ni haki ya mtu. Lakini pia lazima uangalie kwamba je, is it necessary? Kuna kitu kinachoitwa entry point ambacho nafikiri watu wengi hawajui. Entry point ni ile cha kuingilia, cha kuanzia. Kitu chote kina mahali pa kuanzia, ambapo kwenye kuanzia we don't put high demands. Ndio maana kuna kitu kinaitwa probation. Kwenye probation wanakupa labda, kuna kampuni ina probation ya miezi 6, wengine miezi 3 kabla kuconfirm. Mtu anapokuwa kwenye probation, unaweza kukuta labda apewi some allowances, labda house allowance, bima, unakuwa not full on board. Sasa lazima wewe ambaye una apply pia uweze kujua kwamba katika hapa ninapofanyiwa half board badala ya full onboarding au onboarding, ni lazima kuna vitu ambavyo havitakuwa haki yangu kuvipata. Kwa hiyo usidemand vitu ambavyo sio haki yako kuvipata. Una demand haki za mtu ambaye tayari ameshakuwa confirmed. Hiyo sio sawa. Kwa hiyo ni lazima kwawepo na motisha, kwa sababu pia unajua kumwajiri mtu pia ni changamoto kubwa kwa mwajiri. Kuna a lot of legal processes are involved. A lot of procedures zinakuwa involved. Ni kutengenezea system kibao, yani kuna vitu kibao watu ambao wanaajiri wanafahamu. It's not an easy thing. Sasa lazima, ndio maana tunakufanyia probation baada ya miezi 3 au miezi 6, tuone kwamba je, inafaa. Hii sio tukupa mabenefit yote kumbe you're not qualified au haufai au stahili kupata huo mpunga. Kwa hiyo demands zipo, lakini naweza nikawaambia vijana wa sasa, doze be able kwanza kujitolea. Kwa mfano volunteerism, just volunteer. Volunteer ni kwamba inawezekana unapewa tu nauli ya kwenda na kurudi. Kuna kanuni moja inasema ya excellence, always do more than what you are paid for. Siku zote fanya zaidi ya unacholipwa, ili kuonyesha value yako. Wakristo wana msemo wao,
au kwenye Biblia kuna mahali pameandikwa mtu akikuomba utembee hatua moja, nenda naye hatua 2. In fact ni Yesu ndo alisema. Mtu akikuomba kilomita 1, piga naye 2. Always do more than what you are paid for. Hii itakusaidia sana wewe kuweza kuwa competent kwenye market, kuweza kuajiriwa kirahisi. Usiwe mtu wa kudemand, give me. Without this I can't do it. No, onyesha kwanza uwezo. Onyesha uwezo, ukiwa unaonyesha uwezo, kuna uwezekano mkubwa sana ukapewa zaidi ya kile ambacho ulikuwa unakifanya. Na nikwambie, mwanzoni you'll be doing more than what you are paid, lakini katikati huko you'll be paid more than what you are doing. Hilo lipo. Ndio maana pale ofisini kwenu ukiangalia vizuri utagundua kwamba wote mnaingia saa 2, wote mnatoka saa 9 au saa 11. Maana yake ni masaa 8 ya kufanya kazi. Lakini kuna mtu analipwa 800,000 na kuna mtu analipwa 800,000. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana huyu wa 800,000 mwanzoni alikuwa anafanya kazi za mtu wa 800,000. Lakini alikuwa analipwa 800,000. Kwa hiyo na wewe unaweza kuwa unalipwa 800,000, lakini wewe fanya azifu unalipwa 800,000. One day utalipwa 800,000 wakati unafanya kazi za 800,000. Wow. Uvumilivu. Kitu kinaitwa uvumilivu si hatutaki. Tuingie na gari hapo. Nisubiri miaka 7 kupata usafiri kuishi nyumba nzuri. Sawa.